vipi? Ni Stale Live ukiwa na Mistress B pamoja na Kaju Talent kukuongozea gurudumu hili. Na kipindi chetu kinaanza kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 4 kamili kila siku ya Ijumaa. Na leo tumekuletea vitu ambavyo vinaweza kukuchangamsha wewe na familia yako. Na kipindi chetu bwana leo kina segment 3 ambayo segment ya kwanza ni moto wa wiki. Bwana huko tumeona Diamond na Dvoice wameachia ngoma kali. Inaitwa Yo, umesikia Kaju? Yeah, nimesikia wameachia kwa jana usiku. So poa, mimi kwa nipamsha nini? Ambapo wameachia. Tusimaliza uondo. Pia hapa kwenye moto wa wiki kuna beat la nani huyo? Yanguruja. Yeah. Kuna beat la ambao ma comedian wameambiwa nani Alikamwe? Alikamwe alikuwa amesema kwamba atakaye flow kwenye hiyo beat atakuwa na zawadi ya shilingi milioni 20. Tutakuja kuliongelea hilo jambo, lakini pia tumeona kwamba kwa mtandaoni kuna sekeseke limetokea kwamba Jay Melody watu wanasema kwamba kaibiwa nyota. Hapo ziwazi zitokea mara nyingi sana. Jamani, sema mwenyewe alikaa kimya sana lakini yamekuja kuongea. Tutakuja kuambia alisema nini. Okay, lakini kwenye segment ya pili ambapo ni kikangoni, leo tutaongelea kwamba Madam Lita azua gumzo kwa mtandaoni. Nafikiri mmesikia, lakini hapa leo tutadadavulia kindani na nini kinaendelea hivi na hivi na mpaka mwisho wake. Pia hapa kwenye kikangoni, Ndalo aichana generation ya sasa. Right. So poa. Kwenye segment ya 3 kwenye talent mtaani, kwenye cheka nayo tumekuletea kitu ambacho kitakufurahisha wewe, kitakuchangamsha kwa sababu hii ni Stale Live. Inabidi watu wafurahi, waenjoy, unajua. Sasa tena tukapata tangazo kidogo na vinyimbo vizuri afu turudi tuje kuendelea. Karibu chuo cha uandishi wa habari kinapatikana Tabata Kimanga, maeneo ya Chama, mkabala na Tabata hoteli. Utajipatia kozi nzuri na pia gharama zake ni nafuu sana. Unawasha TV yako basi bado hata hujachelewa. Hii ni Stale Live katika PSG TV. Na nakukumbusha kama mimi ni Trace B na hapa studio siko peke yangu, nipo na Kaju Talent. Sasa bwana Kaju, kwenye hapa moto wa wiki kama nilivyosema hapo awali, tumeona kwamba Dvoice na Diamond wameachia goma. Unalionaje sasa? Goma lenyewe liko fresh unajua. So poa. By the way, Dvoice mwenyewe amekaa muda mrefu hajaachia kitu. Na mara nyingi alikuwa kijibu watu kwamba kuna kitu kinakuja, yani watu kuna namna alikuwa anaambia kwamba kitu kinajiandaa hivi. Hapo watu walikuwa wajui inakuja gani. Hata huko mtandaoni alikopo akifanywa hivi interview utasikia hivi. Watu wanasubiria yani kwamba sisi huku unajua kwamba unajua unakumbuka tena alijita ile mfano na singeli. Dvoice kwanza akamkuja kumwataki. Alikuwa amekuja Mjakunda akaja bila makabila. Akasema unajita mfano na singeli. Lakini inabidi wakubali kwa sababu tunajua yuko kwenye lebo ambayo sawa, naweza kwenye lebo ndio lakini sio kwanza. Sawa, ndio yani inabidi tu wakubali kwamba yeye atakuja kuipeleka hata Singeli International kwa. Lakini anakuwa pande mwingine anakosea kwa kusema hivyo. Kuna mmoja anakosea sababu unajua kina media wamekuja hapa muda. Ndio wewe kuja hapa. Yeye unaweza kuangalia hisia yake nyimbo kuna ile yani madanga mke wangu. Kwa hiyo lakini kuja Mjakunda unajua makabila yote. Lakini tuongee ukweli kwamba mwanamuziki ambaye anafanya muziki wa Singeli ambaye atapeleka Singeli International ni Dvoice. Tukatae tukubali. Ni Dvoice. Kwenye ukatae tunaweza tukakataa. Unakataaje? Mfano nani unadhani atapeleka? Yeye Dvoice kwenye lebo pale. Kwa maana yake amechezwa kiachie pale. Ni nyimbo ina zote. Hawezi kukaa afocus kama eti na Singeli. Lakini anasema lakini wakina Mjakunda huwa na option ya kufocus na Singeli. Kwa naamini kwamba Mjakunda anaweza kupeleka Singeli International. Yaani mimi hapa na katika vitu zangu nimeona ni wasanii wote wa Singeli waliojiwa kwamba wewe unadhani msanii anaweza kupeleka Singeli International. Watu wengi wanamtaja kwamba Dvoice lakini wapo wengi ambao wanamtaja nani Abdul Makabila. Unajua Makabila? Yaona. Hujafuatilia? Yaona kwa sijaona maana ni kiangalia kina Marume kina Paten na wengine wanasema kwamba ni Dvoice, lakini ukiangalia mitaa huko inaongea na wasanii wao wenyewe wanaona ndio bora. Lakini Dvoice ndo anasema nitapeleka Singeli International. Lakini tuachane na hilo bwana, nenda kasikilize hii nyimbo ya hiyo, inapatikana katika digital platform zote. Ni nyimbo kali, yani unaendelea kuna vitu vingi. Mwenyewe ameniburudisha kwa kweli jana nimesikia. Wameua. Haya bwana, kuna ile swala la Yanguruja. Yaani ile biti imezua matatizo huko mtandaoni. Kitu kinashangaza. Ile biti itakuwa maana yake mtu watu lakini kuna milioni 20.
Ndio. Watu wa flow kama watu wanapambana. Watu wanatakiwa waimbe wafanye kama competition fulani hivi na nini, lakini kuja walimu yataki. Wamekuja kama wanashindana wenyewe. Wanaimbana wenyewe kwa wenyewe. Kama labda sijui ukiangalia ile bifu la nani? La nani huyu? Baba Angela na Mwanya. Tena kuingiza tena vitu vyao kwenye picha pale kwa mambo gani tena. Lakini bwana ukisikiliza wasanii hao comedian sasa wameita hizo comedian tena kwenye muziki. Yaani ukisikiliza wanapoviimba utacheka. Mbona nimeona ndio Mama Mawigi naye kaja kuingiza. Kuna wewe tena Ndalo amesema kwamba yeye ndo kama amefungua mlango hivi kama comedian kwanza kujisikia. Sababu Ndalo alipoimba pale East Africa kwa na nchi pale alipoimba tu ndio nakuja ile tena akapata baada tena ya hiyo issue. Kwa hiyo issue ilishatangazwa kwamba atakaye DC atakayeanza kuimba au mtu ambaye atashindana na yeye kwenye ile beat. Ndalo ndo kama mtu wa kwanza kufanya hiyo nini freestyle pale East Africa. Baada Ndalo kufanya ndo wakaja wasanii wengine wa comedian. Sasa kaji wako unavyoona wanataka kumshina aichukua nani? Ameishi. Anaichukua nani? Hivi je, ni sawa kwamba wameambiwa wa freestyle kwamba wafanye competition na Ngunya lakini wao wanakuwa kama wanabishana yenyewe? Hiyo iko sawa kweli? Hiyo naona kama iko sawa kwa sababu wao watakosa wote. Lakini tena wao comedian basi. Ndio bado nikasema. Ndio wao tena mimi yaani wao comedian wenyewe wamekuja kuleta kwenye nyimbo. Hivi so poa. Sema tena kwa namna nyingine unajua kuna ngine basi mimi ndio naimba. Ndio right, kwa sababu ukiangalia kuna huyo Shafi. Shafi. Kapita vizuri. Shafi brand. Amepita vizuri, hata Ndalo kapita vizuri. Ila kuna wengine hao. Wengine tu baba. Wengine hao wanasindikiza wenzao katika kupata milioni 20. Kuna namna tena yani kuna nani? Kuna hao comedian. Kwa comedian wakina nani? Hao wakina Ndalo wote hao wakina nani? Ukiangalia ni kama wanaweza labda wafanye wanaweza wakaimba hata kuimba. Kiacha kutoa comedy yani kwanza wanaanza kuatisha sasa wale wasanii wa hip hop. Lazima waogope kwa sababu ukiangalia Ndalo anapopita sio poa. Unaweza kuangalia kwani ni comedian ameimba hivi. Kaimba kwa style. Mimi ndio muimbaji hata inakuwa kwaje hapo. Na nimesikia kwamba nilivyokuwa napita leo mtandaoni nimeona kwamba Shafi anaweza kuna uwezekano fulani kwa sababu anaweza kutoa remix na Rayvanny katika ile michano yake. Kwamba Rayvanny amependa sana Shafi alivyopita. So uone kama hapo comedian hapo moto. Hapo tayari kuna. Kwa maana yake kuna jambo inabidi tulisubirie sasa hivi Shafi anaweza akatoa chuma na nani na Rayvanny. Sema Rayvanny mwenyewe ajita ya remix. Lakini kwa tunaona ni hatua nzuri kwa nani? Shafi ameonyesha kitu kizuri sana. Shafi mwenyewe amejitahidi. Lakini bwana kuna ile swala la Jay Melody. Ile ndio linachosha. Yaani lipo moto, liko lele. Mwenyewe amekuja kulimaliza kwa namna fulani. Ile swala la Jay Melody bwana labda sijasahau nakumbuka ilianza kipindi ameshikishwa yeye. Ya mapozi na mimi. Alafu tena wengi wanakuja kurudisha kwenye kile kitu fulani hivi ambacho kinaanza unakuta nani Jay Melody alikuwa anaingiza voice kwenye alafu Diamond akaja kumshika. Hapo ndio watu walimwengu sasa, walimwengu ndio alipopata neno. Hapo tu hiyo nguvu hapo. Hivyo kwa nini watu wanaamini katika hivyo jamani? Lakini sasa hivi umesikia akatoa chuma. Ametoa alafu hata mwenyewe amesema kwamba watu wanaoamini kwamba yeye ameibiwa nyota wasifuate nyota. Na anasemaje kwamba wao wanaosema kwamba yeye eti amechukuliwa nyota na ndio maana sasa hivi atumsikia, anasema walikuwa wamsikilizaji tangia zamani. Ila kama unamsikiliza wewe unaamini hivyo. Mimi nimeona ameongea kitu ambacho ni kweli. Kwa moja ni kweli. Sababu imani zingine hizi ni kwa sababu kwenye muziki kuna kupanda na kushuka. Kuna kipindi unaweza kukuta hauko fresh, kipindi unaweza kukuta uko fresh. Sasa kile kipindi ambacho hauko fresh pengine labda mlikutana na mtu fulani, sio sababu sasa watu kwanza ukubisi kwamba kuna ni gani hapa yenyewe. Lakini sasa narudi kwenu wenyewe walimwengu. Jay Melody ametoa tahadhari kwamba kuna collaboration itatokea kati ya yeye tena na Diamond Platnumz. Sasa sijui ni hapo mmeona kama nyota imechukuliwa, lakini mwenzoni wanafanya tena nyimbo nyingine. Kwa hapo ndo muone kwamba hizo imani zenu jamani mpunguze. Hakuna imani. Imani zenu za ajabu mpunguze yani. Mungu ana maneno mengi ya ajabu sana. Okay, katika moto wa wiki tulikuwa na mada zetu hizo 3 ambazo tumekuletea wewe mtazamaji wa Stare Live, lakini tusikuchoshe, ngoja kwanza tupate break kidogo tukapate tangazo la wasanii, tutarudi.
Bana, once again tena tukirejea kwenye segment ya pili ya Kikangoni kwenye issue ya Madam Rita. Kwa namna moja ni kama hajaonyesha kama ungwana imetoa hivi. Wengine unajua hana simu kubwa, hajaona alichosema, unaweza wakawasaidia kwa yani maana hii video imesambaa mtandaoni ambapo mwandishi wa habari alienda kumhoji Madam Rita. Na nasikia iko field. Alienda kumhoji Madam Rita, basi alikwenda kumhoji pale Madam Rita akamwambia Samia, naomba tufanye interview. Akasema fanya basi haraka. Hasa katika anataka ile kumhoji tu. Sasa akamwambia, "Hii media gani?" Akamtajia kwamba sijui ni media gani, nimesahau kidogo. Lakini akamwambia, "Mimi sifanyi interview na media uchwala." Alafu akaondoka. Unajua nini, kuna namna utu yani hata waandishi wa habari kimetuumiza kwa sababu kazi yetu sisi ni ngumu jamani. Alafu ukiangalia sisi ndo tunawapeleka nyie mjini. Ile mic usidharau. Ile mic wewe ndo inakupeleka wapi? Mjini. Na ukiangalia yupo katika ile BSS, yani kitu ambacho kinasaidia wao pia kuwafanya waonekane kwa watu ni masuala haya ya waandishi wa habari. Wao ndo wanapeleka wao mjini, interview, kamera, nini, yani vitu vyote vinavyohusika katika masuala ya habari ndio vinawasaidia wao waonekane huko kwenye TV vizuri na ijulikane BSS hivyo. Kwa sababu unapokuja kumjibu mtu vile afu yuko free unampotesha tamaa. Sema tu hata ile kiungwana tu, yani kiungwana kama discipline hajafanya vizuri, afu anatafuta mtu pale. Na nimeona kuna director mmoja jina lake pia limenitoka kidogo, alisema kitu kama hicho kiliwahi kutokea. Alikuwa anafanya lakini kwa kuwa sifuatilia hilo jina lake, alikuwa anafanya kazi na Jinako. Kuna nyimbo alikuwa na shoot. Kuna msanii akampigia simu akamwambia kwamba uko wapi? Akamwambia nafanya kazi hapa na director fulani, ndo askana kama alivyosema. Akamwambia unapenda madirector vichochoroni. Yana kamaanisha askana director vichochoroni. Hapo ikapita miaka fulani, huyo tena mtu aliyosema director vichochoroni akaanza kutoa milioni 25 kufanya naye kazi ya director vichochoroni. Unaona kama maisha yanabadilika afu. Kuna mmoja ama nyingine ni mtu ambaye unaweza kumuona sasa hivi sio wa kesho. Yaani mtu wewe unaona sasa hivi ni wa sasa hivi huyo. Afu ikifika kesho tena kuna mtu mwingine. Boye cha msingi tu mtu yeyote mheshimu yani. Yaani ukiachana na hivyo, yule mwandishi wa habari, kwa uandishi wa habari ni tasnia ambayo ni kubwa sana, yani ya muhimu katika nchi yoyote ile. Uwezo ukamdharau mwandishi wa habari kama vile. Yaani hata sheria zenyewe za uandishi wa habari haziruhusu swala hilo. Sababu ana haki ya wewe kumjibu, kukuuliza, kumpa taarifa labda ambazo unataka tu kuzisema, lakini ana haki kukuuliza wewe ukimpa jibu. Hivi angemjibu kwamba labda siko sawa. Lakini pia tusimlaumu sana Madam Rita, huwezi jua mtu anakopo yuko vipi. Je, muda mwingine unaweza ukamuita mtu kufanya naye interview akaa kwenye mood mbaya. Mmoja kitu anataka kujibu vibaya, ndio kama vile tusimlaumu sana. Kaka alikuwa amechoka ukiona hivyo. Ametoka kwenye mambo mengi. Lakini tena baada yote ukiangalia ni alivyomjibu bwana, basi angemwambia sipo sawa au tusimlaumu sana. Madam Rita naye pia ni binadamu, ndio nakwambia anaweza kawa alikuwa amechoka. Unajua huko kuna mambo mengi yanamchanganya, yule ana mambo mengi, lakini pia kwa bwana mwingine amemkosea sana yule nani? Yule kijana. Na pia sio kijana tu, kwanza ni media yenyewe inaomsimamia yule kijana nikaikosea. Kweli. Yaani ameikosea ilikuwa. Kwa nini hata amevunja moyo? Kama mimi pale ningeweza hata ningeweka kama hivi chini na hata video yenyewe si ningeacha. Namjua kama jamani kazi yetu sisi ni ngumu, yani ni ngumu jamani. Msemi mtupege hizo taarifa. Ukuta wafuta sosi mwingine, sosi atoe taarifa. Sosi akamwambia uchwa. Hilo neno limeaka mtu anatuumiza kiukweli. Bana, by the way turudi kwenye segment yetu ya tatu. Lakini umesahau, aliomba radhi. Aliomba radhi? Ameomba radhi. Aliambia kwamba ile nini atafungiwa. Lakini mbona kama kuna process hivi za kupewa msamaha ni sasa kuomba msamaha hizo sasa kama kufuata sababu sijui aomba radhi kupia tu. Wewe hayo mengine ashaka na wewe aliomba. Hapo ni kama hajaomba radhi. Kaona tusemea jamani. Ameomba radhi. Tukienda kwenye segment ya tatu hapa. Yenye ni talent ya mtaani ambayo imeweza kutokea nchini Mexico, ambapo kuna kijana mmoja alizaliwa. Sasa baada ya kuzaliwa kukuta wazazi wake ni maskini. Akaweza kuambia kwamba anataka wamhudumie. Kuanzia hapo alipozaliwa hadi uzee wake. Kwa sababu hawezi kuzaliwa kwenye familia ambayo ni maskini. Yaani kitu ambacho jamani alikuja kuambia wazazi wake kwamba yani kama wewe hapo hivi ulivyozaliwa hapo
ni hali ya chini. Afu naambia kwamba mimi sikutaka kutoka kwenye familia hii ya hali hii. Yaani Mungu. Ona atakuwa. Yaani Mungu. Kwa hiyo inatakiwa mabadilishe. Kuanzia mimi sikuwa na mpango wa kutoka kwenye familia kiasi. Kwamba sikuwa na mpango. Kitu ambacho kimeweza kutokea mimi kama kwa haraka. Ninaona huyu kijana naye anadai chembe za uvivu kwa kutafuta maisha. Yaani huo ni uvivu ambao uko kwa vijana wengi. Kwa namna tena ni kama labda familia ambayo unakuta yani wanamdekeza. Wanamdekeza. Wewe mama wa Kiafrika ambaye ni Mwafrika kweli kweli kumwambia eti mimi sijui anakuvunja. Mama mkuja na mama mimi tu mwambie kwamba eti mimi sikuwa na mpango wa kuzaliwa. Anaweza akakurudisha hata kwa kutoa. Hapo ndio kurudisha kuanzia utotoni hadi uzee. Na ule nyingine ni rais kiaga ni kama hiyo. Kwamba eti mtu anasema mimi sikuwa na mpango wa kuzaliwa. Kama unaikumbuka kitu tuliongea hata na kijana kuaga na mpango wa kuzaliwa kwa watamlisha. Yaani zinashabiana kwa watamlisha, watamlia hata kitu kwa sababu ya kuwa na mpango wa kuzaliwa. Yaani kwamba yeye kwao ndo amemleta duniani aje kuteseka kwa watamhudumia. Kwa mhudumia mpaka. Ni vitu ambavyo havina akili. Vijana jamani mbadilike. Mimi nikipata mtoto ataniambia mambo kama hayo namnyosha. By the way tuende tupate mapumziko mafupi afu tutarejea. Tutarejea tena katika Sunday Live na hii segment ya tatu ambayo inachipuka. Wanasopoa. Kesho tunapeleka kichekesho cha kufurahisha ila hii ya baba kubwa. Cheka nayo. Hiyo ndio ngoma mbaya. Hapo baadaye ngoma moja amenyoa mbaya. Okay, hapo jambo ambalo linaanza kukose mwisho. Tumefikia mwisho wa mchezo na ufanani tries be pamoja na mwenzako. Kajutale. Lakini nyuma ya kamera tulikuwa na mtaalamu wetu Eric tunatoa vitu vyetu ambavyo tuko sawa mbele na Susan and King. Yeah. Kwa hiyo ni mchezo ndio kila Jumaa usikose. Yeah. Ciao.